pia nilipata tenda ya kuuza nyoka kwa wazungu wanaotoka South Africa wanaitwa Venom Risk. Wale Venom Risk walikuwa wanahitaji nyoka, walikuwa wanataka nyoka 30 ambao ni wakali kama Black Mamba, Green Mamba, Black Neck Spitting Cobra, Red Spitting Cobra, Mozambique Spitting Cobra. Walikuwa wanataka Egyptian Cobra, wanataka Forest Cobra, wanataka King Cobra. Yaani walikuwa wanataka nyoka wengi. Kwa hiyo wale nyoka upatikanaji wake ni shida. Kwa hiyo huyo jamaa na balaa ana hatari. Kwa hiyo nilipopewa order ikabidi niingie kwa huyo jamaa. Baada ya kuingia kwa huyo jamaa tumefika kwa yule jamaa, hiyo ni miezi 5 nyuma kabla ya tukio. Kwa hiyo nilifika kwa jamaa, nilimlipa ile hela. Yule jamaa akaniambia, "Ni mzee, una ujasiri?" Nikamwambia ujasiri yes nao. Akaniambia basi nilienda na pikipiki. Baada ya kufika pale kuna sehemu moja anaita Miono. Baada ya kufika kwa yule mzee akanipeleka kwenye, yani hapo kijijini kwake kwenyewe. Ukifika kwanza unafika panaitwa Miono mjini, ni kijijini. Unatoka hapo unaenda nyumbani kwake, ni mtu ambaye amejitenga, yuko mbali na mji. Kwa hiyo nilipofika kwenda kule, yani ukifika tu nyumbani kwake, kwanza pale barazani wameachiwa chatu kama paja ile. Yani wanatembea huko. Yani wewe mwenyewe ukifika kwanza lazima utetemeke. Alafu ni chatu ambao fulani hivi wanazunguka maeneo yale, yani asubuhi ile wametolewa wanaotajua. Sasa jamaa mbona ananiletea hatari? Yule dereva bodaboda aliishi yani kama umbali kama wa mita 100 hivi, akasema kwa mzee hapo sisi hatukanyagi. Wewe kwa vile una shida nenda mwenyewe, ila ukiwa unatuhitaji utatupigia tena simu. Fresh. Sasa mimi nasogea, kila nikisogea yani unashangaa unapita nyoka wanakatiza hivi Sasa mimi na utaalamu wangu wote mpaka nikawa natetemeka. Akasema leo nimeingia cha kiki. Nilipofika yule mzee kanipokea. Vipi kijana, sasa wewe ndio tuliongea kwenye simu? Kaambia yeye ndio mimi. Haya naomba oda yako. Nikatoa karatasi, nikampa, akaangalia, akaniambia sasa mimi haya majina ya Kiingereza mtawaelewaje? Nikamwambia wewe utakayeniuliza mimi nitakujibu. Utakayeniuliza mimi nitakujibu. Akaanza nikamtajia kila kiniuliza namjibu, kila kiniuliza namjibu, kila kiniuliza akaniwa kama hapa basi tunawapata. Poa. Una ujasiri au niende mwenyewe? Nikamwambia natamani nione unapokamata. Akaniambia kama unatamani kuona unapokamata basi twende. Nikamwambia haya poa, hamna noma. Kwa hiyo nikabidi niongozane na yule mzee nende anapokamata. Sasa hapo anapokaa yeye manake shamba. Sasa anapoenda kukamata nyoka, yani huko ni polini hatari. Kwanza unaenda wewe mwenyewe unatetemeka. Umeona? Ikabidi niongozane naye. Tumeenda tumefika sasa kwenye iko kipoli. Kuna aina fulani hivi ya miti yanakuwa yanaanguka hivi mpaka chini hivi. Ila ndani ukiingia panakuwa pako wazi kama hivi, ila miti yanakuwa imeanguka, ndio hilo eneo. Yaani hapo ndani ya mti mkubwa ndani ni pasafi hatari, yani kama kuna mtu anafagia kila siku. Pasafi kweli kweli. Alafu nje yani kuna kimlango tu kidogo pa kuingilia, alafu nje matawi yameanguka. Ikabidi niingie na mimi, mzee akaingia. Tumeingia, mzee ananiambia hapa inabidi usipige kelele ya aina yoyote. Yani hata